Sasa akapigia mahesabu kuisogelea ile filimbi. Huku moto unaandaliwa, huku panga zinanolewa. Akajivuta hivyo taratibu, akajisogeza, akijitahidi kutoa ile gaga. Akachukua ile filimbi sasa, akapuliza. Mbwa mwitu anasikia, ndio njia kumsaidia. Pigwa buti ya tumbo akatema. Sasa amekusha piga filimbi na kelele itakiwa, ndio maana watu waongei. Wakasikika wanabweka kutoka mbali. Wanakuja. Hapo sasa kila mtu mbele. Wasepe wamwache sasa, wewe liwa sasa na mbwa mwitu wewe. Wao wanabidi waokoe maisha yao, maana wanajua mbwa mwitu akija hawafai. Pamoja ni wala nyama, lakini wanajua shughuli hao. Sasa naye afanyeje? Maana kafungwa miguu, kafungwa mikono. Akafuata kale kakisu. Akaenda akakashika chap. Mbwa hao wanakuja paki nzima. Yana wakosi 12, 10 na kadhaa. Akaanza kukata sakamba zile. Ataweza kuwahi? Akafanikiwa kukata za mkono. Amenyoosha. Wakike huyo akapigwa kikumbo akatua kule. Sasa anainuka, wao wameshatangulia. Hapo kwenye mbwa mwitu hakuna cha kujua cha familia. Huyo wakike kadada na kenyeo kako kanakula watu. Haya, mtaalamu akafanikiwa kukata, akajichimbia sapa kwenye gogo, akakauka. Wakapita na hizo. So wao kule watu waliokimbilia. Ana Mungu wameunga na wale wanaotimka kule. Akawaona kwa kule wale wameunganisha, wanafata na wale wanakula nyama, wale wananukia nyama barabara. Yeye kinachomsaidia atanunuka mavimavi. Basi ilichofanya akawai vidonge viko pale kwenye koti yake. Mzee sasa ndo hana mbio. Hana mbio. Ngoma hizo. Sasa mzee akatokeza parupe hapa, katupa bakora kule. Binti huko mbele anajivuta, akavuta kisu. Ala, bora uliwe wewe. Anafanyaje? Kakata mguu. Amwache kisiasa huyo binti. Akanyoosha goti. Alafu kafika mbele, akasimama. Akaangalia anavyonyofolewa. Maana ngoma hizo zinakunyofoa dakika. Unajua mbwa mwitu anavyogombaniaga. Ni wangi tu.